Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu Kristo libarikiwe. Kipekee napenda sana kumshukuru Mungu kwa kunipa neema ya kuweza tena kuandaa somo jingine. Somo letu la leo litakuwa lina kichwa cha habari kinachosema, je, Wakristo wanaruhusiwa kunywa pombe au kunywa kileo? Nitakuwa na swali la namna hiyo. Hebu kabla hatujaendelea, naomba tuweze kumuomba Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye umetupa kama msaidizi wetu, mwalimu, na akiendelea kutufundisha, akiendelea kutukumbusha, na akiendelea kuwa pamoja na sisi kutuongoza katika safari hii ya hapa duniani. Mungu nakuomba na nakusihi katika jina la Yesu Kristo mwanao, uweze ukalitukuza jina lako, maana umesema tuombe lolote kwa jina lako la Yesu utafanya, ili Baba aweze kutukuzwa ndani ya mwana. Baba, ninakuomba na nakusihi ulitukuze jina lako katika mada hii na katika somo hili ambalo umelikusudia watu wako waweze kulisikia kwa siku hii na wakati huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana wa Mungu aliye hai, nimeomba na kuamini. Amina. Basi twende moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku hii ya leo. Mada hii bwana, imezua mgogoro sana au mjadala kwenye mwili wa Kristo, hasa katika nyakati hizi ambazo kuna maarifa mengi, kuna mitandao. Unaweza kukuta mtu anamuuliza ChatGPT, je, naruhusiwa kunywa pombe au siruhusiwi kunywa pombe au nini, badala ya kutafuta ukweli kwenye Biblia na kumwomba Mungu. Inawezekana wewe ni Mkristo ambaye labda dhehebu lako linakuruhusu kunywa, au labda wewe ni mtu ambaye umeokoka na umekutana na watu wengine ambao wanasema umeokoka, lakini wanasema ni vizuri ama hakuna tatizo lolote kama watakuwa wanakunywa mvinyo kidogo bila kulewa. Kwa hiyo inawezekana uko katika sintofahamu labda ya kutaka kufanya maamuzi, ama umeshafanya maamuzi, ama bado uko katikati. Napenda nikusihi uende na mimi mpaka mwisho, kwa sababu Mungu anataka kukuonya, anataka usikie ujumbe huu ili usije ukapata hasara ya roho yako, kama tunavyojua ya kwamba tukisha katisha mstari wa kati ya mauti na uzima hakuna kurudi nyuma. Hiyo ndiyo imetoka, hakuna namna ambayo unaweza ukarudi ukarekebisha. Kwa hiyo naomba tuende wote mpaka mwisho ili usije ukaigharimu roho yako kwa kufanya maamuzi ambayo Roho Mtakatifu ameshasema na wewe, lakini bado unataka kung'ang'ana kutafuta evidence ama namna ambavyo unaweza kutetea kuweza kufanya jambo hilo. Basi tuende pamoja mpaka mwisho. Naamini Roho Mtakatifu atasema nawe katika jina la Yesu. Kwenye Biblia divai au mvinyo umezungumziwa, imetajwa mara nyingi sana kwenye Biblia, kwenye Agano la Kale na kwenye Agano Jipya. Nitakuwa na maandiko mengi, lakini pia sitayasoma yote, mengine nitataja, utasoma kwa ajili ya kuweza kuelewa zaidi. Kwenye Biblia divai imetajwa kwenye Agano Jipya na kwenye Agano la Kale. Ukiangalia kwenye Agano la Kale, ile Mwanzo 2:21, hapa tunaona kwamba Nuhu alikunywa mvinyo, akafanya nini? Akalewa. Na alipolewa alijikuta yuko uchi. Lakini pia kuna ile Mwanzo 19:32, anamzungumzia tena Nuhu, ambako hapa Nuhu, binti zake Nuhu walimnywesha baba yao kileo, walimnywesha baba yao mvinyo, baba yao akalewa, lakini lengo alilokuwa nalo ni ili walale naye waweze wakampatia baba yao uzao. Amen. Kwa hiyo katika matukio yote haya mawili tunaona kwamba Nuhu baada ya kunywa mvinyo alishia kufanya vitu ambavyo vilikuwa ni nje ya ridhaa yake. Ni vitu ambavyo hakuwa ameridhia kuvifanya akiwa soba, akiwa na akili yake timamu. Kwa hiyo hii tunaona kabisa kwamba alikunywa mvinyo wenye kileo na wakamfanya alewe, vitu vitokee ambavyo havikuwa ni concept yake, ilikuwa ni nje ya maamuzi yake. Amina. Lakini pia Biblia imezungumzia divai isiyokuwa na kileo.
iliyokuwa ikitumika pia katika kipindi cha Biblia. Ukisoma ile Isaya 65 mstari wa 8, hapo utaona kabisa Mungu alikuwa anazungumzia wine ambayo haijawa fermented. Anasema ni divai inayochukuliwa moja kwa moja kwenye bichala vya zabibu. Amen. Wale wanaotengeneza wine wanajua wine ambayo iko fermented au ambayo haijawa fermented, yani iliyochachwa ama haijachachwa. Maana yake uwaga wanachukua zile zabibu na kuzivundika kwa siku kadhaa, wanaweka amira. Amira ndio kufanya ichache sasa. Inasababisha iwe kileo. Wanaweka na kuiacha kwa muda wa siku kadhaa ili iweze kuwa pombe. Kwa hiyo ile ambayo imetoka kwenye vichala vya zabibu moja kwa moja, ile ni divai isiyochachwa au ni divai ambayo ni grape juice, ni juice ya zabibu. Na kusoma kwenye ile Mwanzo 40:11, hii ngoja niisome. Mwanzo 40:11 nasema, na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu, nikazitoa zabibu nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Hapo unaona kabisa huyu mtumwa au mtumishi ambaye alikamua zabibu, zilikuwa ni zabibu ambazo ni fresh. Kwa hiyo alimpa mfalme, alimpa Farao zabibu, juisi ya zabibu. Au tuseme ni divai ambayo ilikuwa haijachachwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa baada ya kusema hayo, nataka niseme nini? Nataka kuainisha kwamba kwenye Biblia kulikuwa kuna divai zote mbili, na zote zimetokana na mzabibu. Kuna ambazo zilikuwa zina kileo na kuna ambazo zilikuwa hazina kileo. Amina. Kabla tujaendelea kwenye mada yetu moja kwa moja, nilikuwa napenda pia tuwekeane msingi kidogo, au tuweze kujua ni mtazamo gani Mungu anao katika swala zima la dhambi. Ukiangalia Mwanzo 3:3, hapa ni maneno ya Eva alipokuwa akimjibu shetani au ile nyoka aliyekuwa akimdanganya. Akawa anasema kwamba Mungu amewakataza kwenye matunda ya mti wa katikati, wameambiwa wasiale wala wasiaguse. Kwa maana mengine ni kwamba hata msiusogelee ule mti. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inaonyesha ni jinsi gani ambavyo Mungu alikuwa anamaanisha wao kutokufanya kitu fulani. Ni jinsi ambavyo Mungu alikuwa yuko serious na swala la uovu au dhambi. Ukisoma ile Kumbukumbu 7:26, Mungu aliwanyima wana wa Israeli kuweka sanamu za wale watu za miungu mingine. Yaani sanamu au kitu chochote kile ambacho kilikuwa kimeweka wakfu labda kwa ajili ya ibada za sanamu au nini, yani kile kitu chochote ambacho ni kiovu, any abominable thing. Aliwaambia kwamba wasichukue wakaweka ndani mwao. Yani kitendo cha wao kuchukua na kuweka ndani tayari ni makosa, hata kama hawajakisujudu, hata kama hawajakiabudu. Lakini ikitolewa wazi wamekichukua kutoka kwenye nyumba au sehemu ambayo watu hawamwamini Mungu wakakiweka ndani mwao, tayari ni makosa na ni machukizo mbele za Mungu. Hapo inaonyesha jinsi gani ambavyo pia Mungu anavyoitazama dhambi. Yani ni mtakatifu na hataki kuchangamana na dhambi kwa namna iwayo yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe. Tukija kwenye Injili ya Mathayo, Yesu pia alitolea mfano, akanasema kwamba alikuwa anatolea mfano jinsi ambavyo Mungu anavyoitazama dhambi ya uzinzi. Anasema kwamba ukimtazama mwanamke kumtamani kisha kuzini naye. Yaani hapo alikuwa anamaanisha nini? Yaani hautakiwi, yaani havumilii hata mawazo machafu. Yaani hata wewe utakiwi kuyavumilia hata mawazo machafu ndani mwako, kwa sababu ni machukizo mbele za Mungu. Yaani hapa nilikuwa najaribu kuelezea, kabla tujaendelea ndani zaidi, nilikuwa najaribu kuelezea jinsi gani ambavyo Mungu anaitazama dhambi. Anaitazama dhambi kwa mtazamo gani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa twende sasa kwenye mada yetu. Sasa tuanze na baadhi ya maandiko. Ukisoma ile Yohana sura ya 2. Yohana sura ya 2 inazungumzia kwa habari ya harusi ya Kana. Watu wengi wanapenda sana kuchukua kisa hiki au muujiza huu ambao ulikuwa ni wa kwanza Yesu aliofanya, wanapenda kuchukulia kwamba alihalalisha nini? Alihalalisha pombe.
Labda tujadili kidogo kuhusiana na ule muujiza ulivyokuwa. Tunaambiwa kwamba divai iliwatindikia wale waliokuwa kwenye sherehe, na mamaye Yesu akaenda kumwambia mwanaye kwamba watu hao wameishiwa divai. Ndipo Yesu akamwambia wanafunzi wake wajaze ile mabalasi maji, na ndipo walipojaza maji, walipoenda kumpelekea mkuu wa meza, ikawa imekuwa divai, na mkuu wa meza akasema ni divai njema. Na kwa nini wameiweka mpaka kuja kuagea mwishoni na vitu kama hivyo. Inaonekana kwamba ni divai njema. Nikuulize swali. Yesu huyo huyo nataka niulize swali wale wanaosema kwamba ile ilikuwa ni kileo. Samahani. Kwa wale ambao wanasema kwamba ile ilikuwa ni kileo. Kama ilikuwa ni kileo, manake Yesu huyo huyo kwa Roho yake Mtakatifu ameongea ndani ya Paulo, ni Paulo kwenye Wakorinto wa kwanza kuanzia mstari wa 9 hadi 10, alipokuwa anazungumza kwa habari ya wale watu ambao au makundi ya watu ambao hawata urithi ufalme wa mbinguni. Akawa amewataja wanaodhulumu, akataja pia walevi, pia wametajwa na watukanaji. Amen. Sasa nataka nikuulize swali. Wale watu tayari walikuwa wameshakunywa divai na divai imeisha. Yesu akaenda akafanya muujiza kuongezea divai. Je, kama ile divai ilikuwa ni kileo, je, Yesu si atakuwa ni mwongo? Si atakuwa anajichanganya? Yaani pale hawajeshi watu pombe walewe, alafu huku kwa Roho wake, kumbuka Yesu ni Mungu, abadilike kupitia Roho wake Mtakatifu. Yeye Yesu akisema ndani ya Paulo kwamba walevi hawataurithi ufalme wa mbinguni. Je, kwa jinsi kama wale walikuwa wamekunywa pombe, naye akaenda akawaongezea pombe, kwa vyovyote vile lazima kutakuwa kuna watu waliolewa. Je, wale waliolewa lawama sitakuwa juu ya Yesu aliyewaongezea pombe? Je, kama kuna matendo ambayo aliyafanya baada ya wao kulewa, dhambi zile sitakuwa juu ya Yesu aliyewapa pombe, ambaye yeye huyo huyo amekataza kulewa? Amina. Kwa kuhitimisha ni kwamba ile divai aliyoitengeneza katika harusi ya Kana haikuwa ni pombe, kwa sababu kwa vyovyote vile, kwa sababu tayari walikuwa wameshakunywa na imepungua, kwa vyovyote vile angewaongezea pombe wangelewa, na angekuwa anaenda kinyume na neno lake ambalo anasema kwamba walevi hawataurithi ufalme mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuendelee mbele zaidi. Tuendelee mbele. Hapa ni Mathayo 26 kuanzia mstari ule wa 26 hadi 29 nitasoma. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Hapa tumeona na tumejifunza kwamba ni divai gani ambayo Yesu na wanafunzi wake walikuwa wanakunywa. Kumbuka hapa katika meza ya Bwana aliwaambia kwamba hata kunywa tena uzao huo wa mzabibu mpaka tutakapokunywa naye katika ufalme wa mbinguni. Amen. Kwa hiyo kama unataka kuniambia kwamba kile alichokuwa anatumia pale ni kileo, kwa hiyo mbinguni utakwenda kunywa pombe? Na kama mbinguni utakwenda kunywa pombe, kumbuka kila kitu kitakuwa ni kwa free, kila kitu kitakuwa kinapatikana bure, utakula na kusaza. Je, Mungu huyo ambaye amekataza ulevi, je, tutaenda kulewa mbinguni? Kwa hiyo hapa tumeona kwamba ni divai gani ambayo Yesu alikuwa anakunywa na wanafunzi wake. Kwa kuhitimisha hapa ni kwamba ile ilikuwa ni divai iliyotokana na mzabibu, lakini ilikuwa sio divai iliyochachwa ambayo ilikuwa imekuwa pombe. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea mbele kuangalia baadhi ya maandiko mengine ambayo yamezungumzia jambo hili.
Amen. Tuendelee kuangalia mistari mingine ambayo watu wanaotetea unywaji wa pombe wanapenda kuitumia. Kuna hii Timotheo wa kwanza mstari wa 5 hadi sura ya 5 mstari wa 23 ambako Paulo Timotheo 5:23 ambako hapa neno la Mungu linasema, Paulo kumwagiza Timotheo anasema, tokea sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupatayo mara kwa mara. Kwa hapa hatujui alikuwa anamaanisha nini. Kinachokatazwa ni kutumia pombe kama sehemu ya kiburudisho, starehe. Nitaendelea kwa mbele, nitakwambia ni kwa nini. Nitakupa mistari pia ambayo Mungu amekataza kuhusiana na hilo. Hapa alimwambia atumie kama dawa. Kwa hiyo hatujui, inawezekana yale maji alikuwa anatumia alikuwa contaminated au alikuwa na shida ya tumbo, nasema kwa maradhi ya kupatayo mara kwa mara. Labda alikuwa na tatizo la tumbo. Kwa maana hiyo, kuna dawa zetu ambazo zinatumika kututibia zina kiwango cha pombe. Mfano kama hii dawa ya kikohozi. Mfano, mtu anaenda kufanyiwa operation. Anawekewa kiwango fulani cha dawa ya usingizi. Ile ni kama pombe, ni dawa kama ya kulevya, inalevya, kulaza. Je, hiyo isifanyike? Hapana, ile ni kwa ajili ya matibabu. Lakini sio kwa ajili ya kunywa tu kwa ajili ya kiburudisho na kwa kama kina Nuhu yaliwatokea kwa Nuhu. Amen. Basi kuna mistari mingine pia ambayo watu wanapenda kuitumia. Nitaisoma yote alafu mwishoni pale nitaweka hitimisho. Tukusome Kumbukumbu ya Torati 14 mstari wa 26. Anasema, na zile fedha zitumie kwa chochote itakachokitamani roho yako, ng'ombe au kondoo au divai au kileo. Kuna tofauti ya divai na kileo. Nasema divai au kileo. Au roho yako itakacho kwako chochote, nayo utakula huko mbele za Bwana Mungu wako, tena furahi wewe na nyumba yako. Amen. Lakini kwenye Biblia hii ukisoma ile, kama hapo nataka kusema kwamba ni Mungu ameruhusu kileo, kwenye hiyo Biblia kwenye Kutoka 21 mstari wa 10 anasema pia Mungu aliwaruhusu wana wa Israeli kuoa mke zaidi ya mmoja, tena akawaambia kwamba wasiwanyanyase, wasiwamistreat. Je, nataka kuniambia kwamba Mungu aliruhusu mke zaidi ya mmoja? Ndio, hiyo ilitokea Agano la Kale. Lakini Yesu alisema nini kuhusiana na ndoa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma mfano kwenye ile Samueli wa pili mstari wa sura 12 mstari wa 8, jinsi ambavyo Mungu anamwambia Daudi kwamba nimekupa wake wengi. Je, ni Mungu ameruhusu kwamba tuwe na desturi hiyo ya kuwa na mke zaidi ya mmoja? Hapana. Yesu kwenye Agano Jipya aliongelea kuhusiana na talaka na akawaambia wale Mafarisayo kwamba Musa aliwaruhusu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Musa aliwaruhusu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Kwa hiyo tunaona kabisa kuna mambo ambayo yalikuwa yanafanyika katika Agano la Kale ambapo yalikuwa sio sawasawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nisome pia na mistari mingine kadhaa alafu tuweze kuhitimisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo pia tunaona katika ukisoma tena Timotheo mstari huu pia wanapenda kutumia watu. Ukisoma ile Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6 alipokuwa anaelezea sifa za nani? Ni mstari wa 6 ama wa 8 samani.
Alipokuwa anaelezea sifa za shemasi, anasema vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu. Hapa wengi wanasema kwamba wameruhusiwa kutumia mvinyo kidogo, lakini ukiangalia huku juu kwenye alikuwa anataja sifa za askofu. Ukisoma ile sifa za askofu pale, askofu amenyimwa kabisa kutumia mvinyo. Amen. Hapa ilikuwa ni maelezo, maana kusoma mstari mmoja wa Biblia lazima usome kwa kulinganisha pia na mstari mwingine. Alikuwa anazungumzia nini huko juu? Kwa hiyo hapa ni lugha tu iliyotumika katika mazungumzo, lakini ukiangalia hapa askofu amenyimwa kabisa, asiwe mtu aliyezoelea kilevi. Kwenye Biblia Kiingereza nasema not given to wine, kwa sababu pia askofu yeye ndio kielelezo, na ilikuwa inatambulikana kwamba watu wataangalia askofu, watamwangalia askofu kama mfano na kielelezo, na wengi watafuata matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni katika tu namna ya Paulo kueleza. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivyo kwa sababu gani? Ninapokwenda kuhitimisha. Kwa hiyo nasema hivyo kwa sababu gani? Tunaposoma Biblia, tunaposoma maandiko, tujaribu kutafuta maana kamili kwa ujumla wake, tusiondoke na mstari mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa katika kuhitimisha, mimi hitimisho langu ninasema kwamba kwa Mkristo aliyeokoka anayetaka kuwa na mahusiano thabiti na Mungu haruhusiwi kunywa kileo, na hizi ndo sababu kwa nini haruhusiwi kunywa kileo. Tukisoma kwenye ile Mambo ya Walawi sura ya 10 mstari wa 9, hao ni Walawi ambao walikuwa wanahudumu katika ile hema ya kukutania. Walipewa katazo hili: usinywe divai wala kileo chochote, wewe wala wanao pamoja nao, hapo mwingiapo ndani ya hema ya kukutania, ili kwamba msife. Amri hii itakuwa ni amri ya milele katika vizazi vyenu. Kwa hiyo ni amri ya milele kwa vizazi vyao vyote, hawatakiwi kunywa kileo wanapoingia katika hema ya kukutania, na adhabu yake ilikuwa ni kifo. Kwa wakiingia katika uwepo wa Mungu wakiwa wamekunywa pombe, adhabu yake ni kifo. Biblia inatuambia kwamba mimi na wewe ambao tumeamua kumpa Yesu maisha, Kristo anaishi ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Paulo anasema kwamba miili yetu ni hekalu la Mungu. Amen, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na pia kusoma kwenye waraka wa kwanza wa Petro anasema kwamba sisi ni ukuhani mtakatifu. Pia nisome hapo. Petro wa kwanza 2 ile mstari wa 9 anasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa mimi na wewe ambao tumempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunaambiwa kwamba sisi ni mawe yaliyo hai, ni nyumba za Roho, ni ukuhani mtakatifu. Kwa hiyo sisi kama makuhani, kama ilivyo kama wakati wa Walawi, haturuhusiwi kunywa kileo, kwa sababu kileo hicho hakipatani na uwepo wa Mungu. Tunao uwepo wa Mungu ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Tulipookoka na tulipobatizwa kwa Roho, tukapokea nguvu za Roho Mtakatifu, tunao nguvu ya ufalme wa Mungu ndani yetu ambao haupatani na kileo. Kwa nini haupatani na kileo? Tumesoma kwenye Biblia hapa Walawi ambao walikuwa wanaruhusiwa kuingia, walikuwa ni wahudumu katika ile hema ya patakatifu ambapo walikuwa wanakutana na uwepo wa Mungu. Walikuwa wanaambiwa kwamba wasinywe kileo, wakae mbali na kileo, kwa sababu watakapokuwa wamekunywa, watakapoingia mahali pale, basi adhabu yao ni kifo, watakufa wakiwa pale. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini pia tukisoma kwa habari za Samsoni alitengwa tangia tumboni mwa mama yake, na mama yake aliambiwa asitumie kileo wakati wa ujauzito wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya Samsoni. Ndivyo hivyo hata wakati wa Yohana pia hakuruhusiwa mzazi wake akiwa mjamzito kunywa kileo, kwa sababu pia na Yohana yeye hakutumia kabisa kileo, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa ndani yake. Sasa hapo tunajifunza nini? Sasa hapo tunajifunza nini? Ya kwamba ukishampa Yesu maisha yako ukajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, natakiwa ujitenge mbali na kileo. Ukisoma pia katika ile Waefeso sura ya 5 nafikiri ni mstari wa 19 kama sijakosea, ambapo Paulo anasema kwamba msilewe kwa mvinyo bali mjazwe Roho. Bwana Yesu asifiwe. Na pia katika utangulizi nimeelezea jinsi ambavyo nimeelezea kuhusiana na mtazamo wa Mungu kwenye swala la dhambi, swala la uovu. Mtu anaweza kusema kwamba mimi nitakunywa lakini sitalewa. Una uhakika gani hautalewa? Kama kweli unampenda Mungu, kwa nini ujiweke kwenye mazingira hatarishi ya kuweza kumkosea Mungu? Amen. Kwa maana Biblia inasema kwamba ukinipenda, Yesu alisema ukinipenda utazishika amri zangu. Bwana Yesu asifiwe. Na sheria ya Mungu imeandikwa katika mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu yule ambaye yuko ndani yetu. Kwa hiyo ninachoweza kuhitimisha kwa kusema ni kwamba kama umempa Yesu maisha yako na bado unatamani pombe, omba ujazwe nguvu za Roho Mtakatifu, ubatizwe nguvu za Roho Mtakatifu. Zile nguvu za Roho Mtakatifu zinakata kiu zote. Yesu alisema kwamba mwenye kiu na aje kwangu anywe maji ya uzima tele, na hata una kiu tena. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ambaye anatambulikana kama ya mito ya maji ya uzima, na Yesu alisema kwamba mito ya maji ya uzima itabubujika kutoka ndani mwetu. Roho Mtakatifu atatupa kiasi kwenye kila kitu na ataondoa kiu ya vitu vingi ikiwemo na kiu ya pombe, kwa sababu atakufanya umpende Mungu. Biblia inasema kwamba sio sisi tuliomchagua Yesu, bali yeye ndiye aliyetuchagua. Sio sisi tulimpenda, bali yeye alitupenda kwanza. Kwa hiyo yule Roho Mtakatifu ambaye anakuja juu yetu na anaishi ndani mwetu baada ya kumwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, yeye ndiye anayetusaidia tumpende Mungu kiasi cha kwamba cha kujizuia na vitu vyote ambavyo vitatuhatarisha na kutupelekea tuweze tukamkosea Mungu. Amen. Kwa hiyo kwa nguvu zetu sisi wenyewe hatuwezi, lakini tukipokea nguvu za Roho Mtakatifu, tukabatizwa kwa Roho Mtakatifu, yeye atatuwezesha na ataondoa kiu ya pombe ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kuhitimisha ni hivi, Kristo anayemaanisha kutaka kwenda mbinguni, anayemaanisha uhusiano wake na Mungu, hatakiwi kunywa pombe. Tumeona kwenye swala la Walawi ambao walikuwa na hudumu patakatifu. Kwa hiyo kuna madhehebu mengine wanasema labda Walawi alikuwa anamaanisha kwamba tu labda ni askofu, alikuwa anamaanisha tu kwamba ni mchungaji au ni watu ambao ni viongozi wa kanisa, lakini nimekusomea kwenye ile Petro, nimekusomea kwamba watu wote ambao wamempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao ni ukuhani mtakatifu. Soma Petro yote, soma Petro wa kwanza sura ya 2 yote. Nasema kwamba nyinyi ni mawe yaliyo hai, ni nyumba za Roho. Paulo anasema kwamba sisi pia ni mahekalu, ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Kwa kama Roho Mtakatifu anaishi ndani mwetu, hatakiwi kuchangamana na kitu chochote kinachoitwa kilevi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama Roho Mtakatifu anaishi ndani mwetu, hatakiwi kutumia kilevi. Kitatupelekea kumkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu atusaidie sana. Kama hujabatizwa kwa Roho, tamani muombe Mungu akubatizie kwa Roho, ndipo hasa utaweza kushinda jambo hili na utaishi maisha ya ushindi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.